jini. Wamenipata na huko. Nye wawili. Washenzi. Sandra, kwa nini umekuja kwenye maisha yangu? Mume wangu alishasahau kila kitu. Kwa nini wewe Sandra akuchukia? Mama, kwa nini unazungumza hivyo? Hebu sikiliza mwanangu. Unajua ukinywa pombe na ukilewa basi unaweza kuzungumza neno lolote lile na haujui kwa wakati gani au linayemfikia linamkera vipi. Haya ni maneno tu mama yako anazungumza. Mbona unaongea maneno makali sana? Hebu nisikilize. Nitazame, mimi ni John. Baba yule pale, Sandra huyu hapa. John, naumia. Baba yako hatutaki. Tunaenda wapi? Mke wangu, kwa nini unaongea maneno makali kiasi hicho? Tena unazungumza maneno hayo mbele ya watoto. Kwani mke wangu, umepatwa na nini? Nini kimekupata? Muda wote unanihangaisha kichwa. Alafu tambua, hawa ni watoto wetu. Wanajifunza nini kupitia wewe? Mama. Mke wangu. Mama John. La wanaume. Malume. Ile. Uja nonje mapisha mtoto wa Tanga. Hii yenyewe mjomba wangu. Hivi vitu vya mtoto Wini. Mtoto katulia na kipindi kile ndo tupo kwenye mahusiano mwanangu. Mtoto alikuwa ananielekeza kila kitu. Unajua? Nimepika uchi nini mwanangu? Naona umekaa unakula ugali umerelax. Jamani. Hivi wewe juu una akili wewe? Hivi Sali una matatizo gani? Nakuuliza Sali una matatizo gani? Nimeamua kuondoka nyumbani, nimekuachia chumba. Kiustaarabu tu. Lakini nimekuja kwa mshikaji wangu huku bado unazurura mtaani kwa ajili ya kunitafuta mimi. Una shida gani mama? Kwa hiyo unahisi mimi nimetoka huko kote kwangu kuja kwa sababu ya chumba? Kwani mimi sina chumba? Unataka nini sasa? Nataka tuondoke twende nyumbani. Umeniacha mimi kule mwanamke peke yangu, unakuja kulala na mwanaume mwenzio. Unakuja kujibana kwenye vimba vya wanaume wenzio. Hivyo una akili wewe? Nyanyuka twende nyumbani bwana. Ngoja nikwambie kitu kimoja Sali. Sio umenielewa? Kama umechoka kukaa pale nyumbani. Kama unajiona umechoka kukaa pale nyumbani, kusanya virogo vyako utembee. Sio umenielewa? Yaani kama unajihisi kabisa kwamba umechoka kukaa pale nyumbani, wewe kusanya virago vyako, niachie chumba changu tembea. Sio tumeelewana? Naomba tuondoke nyumbani. Yaani unanijua kabisa G, mimi nikitaka jambo langu lazima litimie. Unanisikia G? Alafu mimi naongea kazi yako kuna nini maugali. Wewe kitobo. Wewe askari. Wewe.
Tulia wewe. Tulia babu. Shamba nini? Wewe sikia wewe Kitobo. Jikatae na mchumba wako mwanangu. Sali, kwani una matatizo gani mama yangu? Twende nyumbani. Yaani unazingua. Yaani na ukikata kuondoka tutabaki hapa hapa, tutalala humu ndani, tutabanana humu ndani wewe mimi na rafiki yangu. Wewe sikia kacha. Mshamba wako unaonekana kamisi michezo. Mchukue tembea babu. Baridi mwanangu, haina noma. Twenzetu. Wewe mshamba. Baridi. Shamba Baridi mwanangu, baridi basi. Chopo wewe. Baridi mwanangu. Haina noma mwanangu. Nini sasa mmefanya wanangu? Umeona sasa maisha gani haya? Oh, Kitobo asirudi tena hapa maskani mshamba wewe. Mama, mpaka sasa John hajanipigia simu wala kuniuliza kwa nini sijarudi nyumbani. Na sio John tu, hata wazazi wake. Inaonyesha kabisa hawajali chochote kuhusu mimi. Suzi, hilo halina umuhimu kwa sasa. Hebu angalia afya yako. Toka jana hujala. Fanya ule japo hata kidogo. Mama, yaani kama John akijua mimi nimelala na King, hataweza kunisamehe. Ndoto yangu ya kuwa mke wake, naona kabisa nagonga mwamba. Usiseme hivyo. Kama mtu anakupenda tu hata ufanye nini. Kwani huyo Sandra ana maex wangapi? Mbona ameamua kuwa naye kwenye mahusiano? Tina yuko sahihi, inabidi umsikilize. Sasa hivi ni utandawazi. Mwanaume haangalii swala kwamba la wewe uko bikira au vipi. Na mwanaume akikupenda, yote hawezi akayaona. Kasoro zote hawezi akaziona kama mwanaume anahitaji kuwa na wewe. Sawa. Tulia mwanangu. John atakuwa ni wako siku zote. Yaani hata kwa mitishamba tutafika. Imadi John awe wa kwako. Mwanangu, John ameandikiwa kwa maisha yako. Kwa hiyo hakuna kukata tamaa. Aya, kula upate nguvu za kupambania hilo penzi lako. Kula basi Suzi. Mama yako mwenyewe utanipa wasiwasi jamani. Usipokula utatufia humu ndani. Tina, hebu ongea na mwenzio. Aya, kazana kula, shika. Ula, niangalie. Sio unakumbana nini mke wangu? Mata anawekea tu pombe kiasi. Mimi nadhani akiamka atatueleza kila kitu. Matumaini yangu pia husiki kwenye hili. Nimwambia sina tofauti yote na mama yangu. Wanda kawa tatizo liko kwenye biashara zake. Na sisi tuna desturi. Mmoja wetu akiwa na matatizo, basi lazima mwingine amwambie. Ili tuweze kutatua pamoja. Jamani, mgonjwa anahitajika kupumzika kidogo. Kwa hiyo ningeomba mwache peke yake ili apate muda mzuri wa kuwa mwenyewe. Mama, shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Mbona leo umechelewa kuamka hivyo? Au kwa sababu atupike mandazi? Mara moja kupumzika sio mbaya. Vipi, umewasiliana na ndugu yako? Bado sijaongea naye, simu yangu haina hata salio. Hebu weka salio, tupate kujua taarifa zao huko. Maana jana wameondoka hapa baada ya kupigiwa simu na baba yake John. Basi sawa. Naomba unipe 500 niongezee niweke la buku. Wewe tena umeshaanza hivyo? Nenda juu ya meza pale kuna 1000 kachukue. Mwangalie vile anavyopenda kamserere. Mbona hatari.